Baada ya yote hayo, dunia imeshuhudia. Dunia imeona, na nyinyi wenyewe mmeona. Dhahabu haiwi chuma, na chuma hakiwi dhahabu. Utakiita utakavyokiita, na huwezi ukazima taa ya umeme kwa kuipuliza, au vipi? Ni mshumaa ndio unaozimwa kwa kupulizwa, si ndio? Kwa hivyo lililokuwa la ukweli hautobadilika, au sio? Ukweli hautobadilika, ukweli utabaki kwamba ni ukweli. Wana falsafa wanasema fakes are very stubborn, truth is very stubborn. Yaani ukweli bwana ni mkaidi, ukweli una matata, ukweli haufi. Ukifukia wewe ardhi ya 7, ukweli utabaki kuwa ukweli. Baada ya miaka 7 utabaki kuwa, baada ya miaka 100 utabaki kwamba ni ukweli. Kwa hivyo tumefanya jambo hili la uchaguzi, tumeliendea kwa juhudi zetu sote, tumeliendea tukiwa hali zetu sote tunazijua, tumeliendea kwa ukweli, na tumeweza kufikia mafanikio makubwa ambayo sote tunasema kwamba tumemheshimisha mzee wetu. Tumemheshimisha mzee wetu. Tulipofika mwaka huu ndipo alipotaka tufike. Kwa sababu moja, ndugu zangu, kwamba mwaka huu sio tu kwamba hatukushinda, tumeshinda kwa kishindo kikubwa sana. Lakini tumeshinda tukiwa sio ACT Wazalendo tu, tumeshinda tukiwa Wazanzibari. Tumeshinda tukiwa Wazanzibari. Mwaka huu sio ACT Wazalendo iliyoshinda. Mwaka huu walioshinda nani? Wazanzibari. Tumeomba dua, tumetawakali kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu katupa jambo moja kubwa ambalo pengine wenyewe hatukuwa tukiliona kwamba ni muhimu. Kwa sababu fikirieni ndugu zangu, tungeshinda tukiwa tumegawanyika, ikiwa Wazanzibari bado hawajakuwa wamoja. Fikirieni, tungeendelea bado na mivutano, au sivyo? Lakini niambieni nyinyi, mara hii nani hakutupigia kura? Sisi hakutupigia kura? Chama gani hakikutupigia kura? Una mfanyakazi wa serikali hakutupigia kura? Kuna mfanyakazi wa kikosi hakutupigia kura? Wote wametupigia kura, si ndio? Tumebaki kwamba Wazanzibari sote tumekuwa kitu kimoja, kusimama kwa ajili ya nchi yetu, au sivyo? Sasa hiyo ni hatua moja kubwa sana. Iliyobakia ni muhimu, lakini umuhimu wake ni pale tutakapoweza kulibakisha hili. Manake mimi nasema kwamba ni sawa na miaka yote tunapambania nyumba yetu, au sio? Nyumba yetu ni Zanzibar. Ndio maana ukasema tunataka kujenga Zanzibar moja. Mwenyezi Mungu katujalia tumejenga Zanzibar moja hata kabla ya uchaguzi. Uchaguzi umekuja kututhibitisha kwamba sera yetu hii, maono yetu haya ni sawa, au sivyo? Sasa hili tulilolifikia ndugu zangu, hili ni muhimu kupita kiasi. Tufike pahala kwamba hili tulishike kwa wivu mkubwa sana. Hili tulishike kwa subra, hili tulishike kwa mkono, kwa mdomo, kwa miguu, kwa mwili mzima. Tusiliache likatuponyoka. Tukiliwacha likituponyoka hili, tutaharibikiwa. Mafanikio tuliofikia yatatuponyoka. Na wanafalsafa wanasema, naomba mnisikilize,
nothing fails like success. Nothing fails like success. Hakuna kinachojua kufeli zaidi kuliko mafanikio. Umeshanifahamu? Ukishafika pahala ukifanikiwa, basi mafanikio haya kama hukuweza kuyasimamia vizuri, haya yatakuja kukuponyoka, yatafeli kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu ukishakufanikiwa, ukifeli, kule kufeli kunaonekana haraka, ndio maana wakasema nothing fails like success. Mengine haya ukifeli hayaonekani, lakini ukishakishika kitu halafu ukashindwa, ndugu zangu, kila mtu ataona kama wewe umeshindwa. Sasa hili mimi naomba tulishike sana. Yaliyobakia hatua nyingine, kama mlivyotuamini tukaongoza harakati hizi mpaka tukafika mafanikio haya, ndugu zangu, hatua yoyote, hasa katika mazingira kama haya, hatua yoyote inahitaji mipango, inahitaji umakini. Tusiripuke, tusipayuke, tusihemkwe. Chochote tunachotaka kukipanga kinahitaji nini? Mipango. Na mipango haipangwi kwenye kundi kama hivi, au vipi? Inahitaji faragha. Inahitaji watu kukaa wakapanga. Niwaambie ndugu zangu kwamba tupeni muda, tunafanya kazi hiyo sasa hivi. Lakini lolote lile ambalo viongozi wenu tutakuwa nalo, kama ni fikra, kama mipango yetu, hakuna kitu chochote tutakachokiamua viongozi peke yetu. Sijui kama mnanifahamu. Kama ulivyo utamaduni wetu, hakuna lolote ambalo tutaliamua kama viongozi peke yetu. Tutaliamua kwa kuwashirikisha, kwa kuwasikiliza. Tutaliamua kwa kutazama maslahi yetu sote, maslahi ya nchi yetu. Chochote kile ambacho tutakiamua. Na naomba pia tuzingatie kwamba maamuzi ya mara hii sio tu kushirikishana wana ACT Wazalendo. Ndugu zangu, tunahitaji kuwashirikisha Wazanzibari wote waliotuunga mkono. Inawezekana wa ACT Wazalendo ukawa na mawazo yako kwa mtazamo wa ACT Wazalendo, lakini sisi tunapaswa tuthamini support, kutuunga mkono tulikopewa na Wazanzibari wote. Tunafahamiana, tunahitaji hilo. Kwa hivyo mimi niseme kwamba tuende majumbani, turudi salama, tuache kusambaziana maburungutu, tuache kusambaziana dripu mara hii mpaka iwe imetoka kwa ZBS kwenye kiwanda kilichothibitishwa. Tumefahamiana, na kiwanda kilichothibitishwa sasa hivi ni wakati mgumu kidogo, kwa sababu internet imefungwa na kila kitu. Kwa hivyo ni rahisi kusambaza lililokuwa la uongo, lilokuwa silo. Kwa hivyo mimi niwaombe, najua ni wakati mgumu, lakini niwaombe tusishawishike, tusichokozeke, tuwe makini, tuone kwamba hili linahitaji mipango thabiti, hili linahitaji kushauriana, hili linahitaji kufanya maamuzi ambayo maslahi kwa chama chetu, maslahi kwa nchi yetu, maslahi la muhimu kwetu sisi viongozi wetu ni nyinyi wanachama wetu, ni wananchi wenzetu kubaki kuwa salama. Alhamdulillah, tulimuomba Mwenyezi Mungu hilo na katupa, tusilijaribu tena. Lakini jambo la muhimu zaidi
ni nchi yetu kubaki kuwa salama. Tulichodhulumiwa, ndugu zangu, ni furniture. Nyumba yetu tumebaki nayo. Madam tuko pamoja, madam tuko Wazanzibari wote tuko kitu kimoja, aliyedhulumu itamsumbua tu. Kwa nini sisi tuliodhulumiwa tusumbuke? Kwa nini sisi tuliodhulumiwa tuwe na hofu? Kwa nini sisi tuliodhulumiwa tuwe na wasiwasi? Sisi ni wakutembea kwa amani. Sisi tutembee kwa amani. Tuache hawa wahangaike, waache wateseke. Ndio Mungu alivyoumba, inawatesa na itawatesa. Tusilibebe la kwao. Sisi la muhimu ni subra, kujipanga, kwenda mbele. Muhimu amani yenu, muhimu usalama wenu ndugu zangu. Muhimu zaidi ni usalama wa nchi yetu. Anapochafuka hii hali, hakuna aliyekuwa hodari. Tuache wajimwamba fai, tuache, lakini la muhimu sisi usalama wenu, usalama wa nchi yetu. Tubaki nchi yetu ikiwa na amani, hasa kwa yanayoendelea kwa wenzetu Tanzania bara. Nawashukuru sana ndugu zangu, twende nyumbani kwa salama, twende nyumbani kwa amani. Tukae tusikilize, Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Tulivyoyapita haya kwa salama kwa mafanikio, na haya yaliyobaki tuyapite kwa salama na kwa mafanikio.